Ni kwa nini watu wanabaki vile walivyo miaka nenda rudi? Nitakupa sababu kadhaa, na wewe ujitafute katika hizi sababu, uone ni sababu gani ambayo inakufanya ubakie hivyo ulivyo miaka nenda rudi. Sababu namba moja, sababu ya kwanza, education, elimu. Watu wengi tunaamini katika nguvu ya elimu, na tukikosa elimu hatuamini kuwa tunaweza tukafanya mambo makubwa ambayo yatatuingiza kwenye historia kubwa katika ulimwengu huu. Na tunasahau kuwa kuna watu wengi ambao wamefanya mambo makubwa na hawajawahi kuingia darasani na hawatambuliki katika mifumo ya elimu. I think everyone here we will remember about the history of Abraham Lincoln, the 16th president of USA. He has never went to the school, but come up with the idea and the approach which until now is applicable at everywhere and every corner of this world. Na kumbuka kuwa ni mtu ambaye hakuwahi kuingia darasani na hakuna mifumo ya elimu ambayo inamtambua, lakini alileta impact mpaka saizi ulimwengu unamkumbuka. Iweje leo wewe kwa sababu ya kukosa elimu usiamini kuwa unaweza ukafanya mambo makubwa? Jiambie leo kuwa ni kweli hauna elimu, lakini haitazuia kufanya mambo makubwa katika ulimwengu huu. Sababu namba mbili ambayo inafanya watu wabakie vile walivyo, hawaamini na wamepoteza imani kwa Mungu wao. Ni kweli watu saizi wamebadilisha watu kuwa miungu mtu. Kumbuka kuwa ukimfanya binadamu kuwa Mungu mtu, atakufanya kuwa mtumwa, bali ukimfanya Mungu kuwa kila kitu katika maisha yako, atakufanya kuwa mfalme mbele za watu. Leo amua kumtumikia Mungu wako ili akusaidie kumove kwenye hali ambayo hauitaki. Sababu namba tatu ambayo inafanya watu wabakie vile walivyo miaka nenda rudi, they don't believe in their potential. Hawaamini katika uwezo wao. Ni miaka mingi nilikuwa naamini kuwa wote wanaofanikiwa ni wale wenye vipawa vikubwa. Kumbe hapana, bali wanaofanikiwa ni wale ambao wanaamini katika kile walicho nacho. Haijalishi ni kidogo kiasi gani, lakini wanaamini na wanakipa nguvu. Leo hii ukitaka ufanikiwe, jaribu kutengeneza imani katika uwezo wako. Naamini kuwa hakuna mtu ambaye atakuja kukutengenezea imani na kukusapoti katika uwezo wako. Leo amua kuamini katika uwezo wako. Haijalishi una uwezo kiasi gani, lakini amua naamini kuwa unaweza ukafanya uwezo wako kuwa mkubwa na kuenda katika viwango vya juu. Nafikiri kila mtu hapa atakuwa shuhuda kwamba kuna watu ambao tulitarajia vipaji vyao vitawatoa, lakini mpaka saizi wamebaki kuwa moderate na normal person. Why? The reason is they don't trust on their capability and their potential. Leo hii amua kuamini katika uwezo wako ili ufikie kilele cha mafanikio. Sababu namba 4 ambayo inafanya watu wabakie vile walivyo miaka nenda rudi, kusalitiwa, kukataliwa na hata kuambiwa maneno ya kukatishwa tamaa. Unaweza ukawa uliambiwa maneno na mpenzi wako na wazazi wako, akwambia yani wewe useless kabisa, yani wewe tulikuzaa kwa bahati mbaya tu. Sasa usikubali maneno ya watu ya kudefine na yalete anguko ya kufikia mafanikio yako. Hata kama ukisalitiwa, usianguke, lia kung'uta mavumbi, amka tena uendelee na mapambano, kwa sababu hautokuwa wa kwanza wewe kusalitiwa. Watu wengi walishawahi kusalitiwa, lakini hawakumove out on the way of struggling so as to get the success. Kumbuka kuwa hata Yesu Kristo katikati ya mapambano ya kupambania wanadamu kuondoka kwenye vifungo vya dhambi, Yuda alimsaliti, lakini Mungu alikuwa naye na alisimama na kutetereka kwa sababu ya kusalitiwa. Aliendelea na mapambano. Leo hii amua kuwa hata kama utakataliwa, hata kama utasalitiwa, lakini haitakuwa sababu ya kukurudisha kufikia katika mafanikio yako. I wish you all the best and I will be happy to see you on the success.